And Were was not elected by fluke. No. Were was elected 2017 to 2022. Come 2022, Were had over 42,000 votes. His nearest competitor had 5,000 votes. That is a man you want to tell us was ruling by terror. And I want to say it here. The disinformation that has flooded social media, it is not by coincidence. It is well orchestrated, it is well mobilized, it is well funded, it is well run, and the idea is to cover up the murder of Were. That is the truth of the matter. I also want to say that times that we cannot count, Were reported that his life was in danger. He reported here. I know that he even wrote to the Inspector General of Police. And I want the IG of Police to tell us, when Were reported all these issues, what did he do about it? 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 We will not take it lying down. It will not happen. We have counted one too many. But this is now a wrong number. Were had his people. The way Were was killed is like a chicken. He was humiliated. Like a thief. And Were never stole anybody's thing. Were lived in order. His family was orderly. He never stole from anybody. He made his own things. But he was killed like a chicken. I can tell you that IG of Police, you're not going to rest. We are not going to rest. No, and we don't want cover-ups. We don't want stories. We don't want cover-ups. We want to know the truth. Number one truth, what did you do about all the reports that Were made? That's number one. Number two, who killed Were? And why? And for what? That we want to know. And not in a far future, in the near future. And I can tell you, we have said we are working together, but we did not sign up to assassination of our members. We did not sign up to assassination of our members. That we did not sign up to. So if somebody else killed Were, tell us who. Tell us. As the national chairman of the ODM party, I also want to make it very clear that this Homa Bay County and this entire region is an ODM zone. It is an ODM zone. And the next time I see what I saw at the funeral of Koyo, where my party leader is seated, and some people have come there shouting, Uda, we will not agree, we will not accept, it will not happen. It will not happen. It will not happen. Not under my watch as national chairman of the ODM party. This is an ODM zone. Na tutaki madharau. And you can see we are quiet. Unaweza ona simba nyeshewa, ukadhani ni paka. Hakuna paka hapa. Hakuna. Onge paka ka. Wansimbni. Wanangoa. Wansibuoche. Ansibuor madhako. Kuongelelea maneno ya huyu MP ambaye ameaga jana. Huyu alipigwa risasi huyu. Mimi mtu ambaye naweza ambia pole kwa hiyo familia ni watoto. Lakini si yeye. Yeye na wabunge wengine. Hata tunahitaji wote wapigwe risasi wakufe wote. Sababu gani nasema hivyo? Hawa MPs ndio wamenyanyasa hii nchi, ndio wameharibu hii nchi. Naweza kumbuka vizuri wakati Wamnyora alikuwa anaondolewa kwa kiti pale Bomas. Hao wabunge ndio walikuwa wana incite watu wapigwe. Ni kama wako wanajua yao pia inaweza fika. In fact, nataka next mwingine tuombe tu Mungu. Tuombe tu Mungu.
Point of information. Nataka mnielewe. Katika mila yetu ya Kiafrika, mtu mwenye amekufa, whether amekufa kupitia njia gani? Hiyo ni yako. Relax. But by the way, I wish Asante bwana speaker. Mimi ndio nilikuwa nakuwa informed. Tafadhali. Wewe ni yako kupaswa. Order member. Order. Mimi ndio nilikuwa nakuwa informed. Na hiyo information bwana chairman aitoe. Mimi sitaki information kutoka kwa huyu. Sitaki information kutoka kwake. Information ambayo ningependa kupewa. Asante sana bwana chairman. Tumekuwa kwa break kidogo. Huyu mbunge amekufa, ni mbunge wangu. Na huyu mbunge mkisikia vitu amefanya pale kwao, ni vitu zingine mbaya sana. So hata kiaga sisi kama wananchi hatuna kitu ambayo tunalilia. In fact, wananchi wa Kenya inafaa wafurahie au viongozi wa kiaga. Hao watu wote ambao wanajiita viongozi, sisi kama wananchi inafaa tufurahie wa kiaga. Sababu gani? Hao watu ndio wanatunyanyasa, hao watu ndio wanafanya vijana wadogo wa nchi wanauliwa. Jana niliona huyu MP wa Homa Bay, anaitwa nani? Kaluma. Akisema vile anaona huruma sana vile huyo mtu ameuliwa, watoto wake watakuwa namna gani? Amesahau ya kwamba wakati sisi vijana tulikuwa tunauliwa hapa, yeye mwenyewe na hiyo mdomo yake amekuwa akiongea uchafu hapa. Kwanza katika hii kifo ya Charles Ong'ondo Were, the late MP for Kasipul Kabondo, nataka kuambia Mungu aweke roho yake mahali atapenda. Mungu aweke tu roho mahali atapenda. Kama ni peponi, ni jehanamu, fine. Because this man was not a good man. And God should know, as he receives him up there, he's receiving a very bad man. Tamu ya kwanza, Charles Ong'ondo Were slaughtered people in Kasipul Kabondo for him to be the MP tamu ya kwanza. During the second term, he threatened the aspirants wote wa ODM mpaka wakaacha kusimama, akakuja ODM akachukua ticket. Just the election ya juzi ya chama, hii kidogo tu tuko na kuarana juzi hapa. Kuna kijana amezikwa, baada kuwa na mkono, kwanza wameua yeye wakakata mkono. Kwa mambo ya chama tu. Hata si tuguruguarana hapa lakini hatukukatana mkono. So this is a man who was to die some time back. Hata God postpone his death. Because he has died after killing so many people. So I don't know what God was waiting for. This God sometimes is also not fair. Anawacha mtu anaoa watu wengi, wamama wanalia, alafu ndio anaoa yeye baadaye. Alafu anafanya the guy dies in a very nice place. Karibu na mochari tatu, Pandei, Kenyatta, City, Nairobi, man, that's not fair. He was to be cut into pieces, vile alikata vijana huko. The young man ameongea hapa. This guy alikata vijana term 1, amekata vijana term 2. I don't know why somebody is shedding tears for somebody who was very bad. Now mama juzi wame celebrate, ama mko wana clips. Women celebrated in the market hapo Kasipul Kabondo, thanking God. Hata wanataka huyo mwenye alishoot yeye aende huko wamfanyie sherehe. Mwache mchezo bwana. He who lives by the sword will perish by the sword. Kuna siku wametuma guns hapa wakanipiga wakanitoa uchi hapa City Hall. Uchi wa mnyama wakanitoa uchi. But you go to the court, the case is being frustrated. If you go to Makadara Law Court, case 2205 of 2018, I was in jail for 2 years. Ya uongo.
Na I was the chief of campaign of that motherfucker. Nikamkampenia, akawin MP, akisha win MP, anaenda pale Embakasi police station, anaandika kwamba I robbed him. Na kuja ninashikwa na wekwa jela pia. Wewe nikuulize, mtu kama huyo uwezi huwa? So mimi wanabunge power. Wanabunge power. Wanabunge power. Nataka kuadresi maneno juzi niliona kwamba kuna mbunge alipigwa risasi hapa. Kuna mbunge alipigwa risasi hapa City moja. Kuna wabunge wengi sana ambao wanafaa kuuliwa, wengine hata wanafaa kunyongwa mbele ya watu in public. Na nikwambie the reason why wananchi wamefika mpaka ile level ya kwamba wanachukua sheria mkononi, wanaua wao wabunge, ni kwa sababu the judiciary system does not work in this country. Mimi kuna mbunge aliniekelea kesi ya robbery with violence, nikakaa jela for 2 years. Na nikiwa jela huko akalipa watu huko wakuje wanifungue boot. Very serious. Akakuja kule akalipa watu, akalipa askari jela wanifanyie waniwekee sumu. Ni Mungu alinisaidia. Huyo mbunge akani sort up na mwanamke, wakasema kwamba mimi nimelala na bibi za watu na bibi ya mtu, wakaleta watu wa media wakanipiga picha, wakaweka kwa social media, wakaweka kwa televisheni, kesi ya uongo. Na the media is the biggest reason why the judiciary is failing in this country, kwa sababu hao wanasiasa wanashikana na media na wanashikana na judiciary to frustrate these citizens. Mimi kuna mbunge saizi anatoka hapa Embakasi, nikipata chance ni vile tu anakoga na polisi. Nikipata chance huo mbunge mimi naweza muua hata niende jela, kwa sababu zile vitu hao watu wanafanyia watu hao wanabunge. You campaign for them, after campaigning for them, huyo jamaa wale watu tulimkampenia nao wote kule Embakasi 50% wako na kesi za robbery of violence za uongo. Every 2 weeks wanapelekwa jela, every 2 weeks wanapelekwa kotini. Just go to Embakasi saizi uende uulize, all the people who supported Babu Wino wako na cases pale Makadara Law Court za robbery with violence za uongo. But the judiciary is failing because the judiciary does not work in this country. So this is the reason why wananchi they're taking the law into their hands. Now wanabunge wengi kama hawezi pewa security na serikali, so many of them should be killed because of the things that they do to the people. Mimi my wife alizaa mtoto nikiwa kwa jela kwa sababu mbunge aliniwekea kesi ya uongo ya robbery with violence, nikakaa kwa jela for 2 years. Alafu wanakuja anasema kwamba the judiciary, that there's a lacuna in the law, that the judiciary, that the jurisprudence of the law, a complainant has a reason to complain, and therefore watu kipelekwa kotini, it is the weakness of the police that did not investigate. Hao wabunge wanafanya watu vitu mbaya sana. Huyo ambaye amepigwa risasi juzi hapa anaitwa Ngondo Were, do the investigation of the media, but the media is very corrupt. They will not give that information, and that's why we are very happy for the social media right now. It is only the social media that can expose the things that politicians are doing for people in this country. These politicians in this country, they do very bad things to the people. They murder people, they kill people, they do so many bad things. And if the judiciary can work in this country, I can tell you for free, if these MPs ambao wako hapa parliament are not given security by the government, our MPs, most of them watauliwa na wananchi because of the things that they do to the people. Mimi ni Mungu tu anakuaga ameniachilia, lakini kuna time hasira inaweza kukupanda kwa sababu mtu anakufanyia kitu mbaya, unaenda pale kotini. Kama huyo ambaye anaitwa huyo Embakasi, nimempeleka makoti mingi sana hapa, but he bribes the judges. He bribes the judges. Kuna siku wametuma goons hapa wakanipiga wakanitoa uchi hapa City Hall. Uchi wa mnyama wakanitoa uchi. But you go to the court, the case is being frustrated. If you go to Makadara Law Court, case 2205 of 2018, I was in jail for 2 years. Ya uongo. Na I was the chief of campaign of that motherfucker. Nikamkampenia, akawin MP, akisha win MP, anaenda pale Embakasi police station, anaandika kwamba I robbed him. Na kuja ninashikwa na wekwa jela kwa pia. Wewe nikuulize, mtu kama huyo uwezi huwa ukipata chance? Your wife anazaa. Your wife jamani akushika kama bibi yako ako pregnant 9 months. Unakaa huko kwa jela, your wife anazaa, you are not even there.
ati because I'm a member of parliament niko na power. Member of parliament akataka magazia hii watu wanafaa kuuliwa wengi sana. What we want in this country is that we want politics of sanity. We want politics that respect the dignity of humanity. We want politics that respect the voters. What we have is the politicians in this country, they don't respect the voters. And the political parties that we have in this country, the political parties are the biggest failures in this country. Because political parties are sponsoring murderers to go to parliament. They are sponsoring gunmen to go to parliament. They are sponsoring criminals to go to parliament. If these members of parliament or these people who are in government, if they are loved by the people, if they are not criminals, let them not be having the security of the police. Tuone kama wanazotembea kwa streets. Because all these people are criminals. That's why wanaogopa kila siku wanatembea na polisi. Na mimi nina support sana huyo jamaa ambaye alipiga huyo mbunge pale risasi. Mimi ningekuwa na chance hizi, ningekuwa nimeua mbunge mwingine hapa Embakasi. Vile tu sina chance.